kuabudiwa mtakatifu. Wewe ni Mungu na sifa na heshima siku ya leo. We thank you my Father this morning. We give you all the glory. We give you all the honor because of mighty. Asante Bwana. You can stand up wherever you are. Tunaweza kusimama tuweze kumwabudu Bwana, tuweze kumsifu Bwana, tuweze kumwinulia mtakatifu asubuhi ya leo. You can just stand up as we commit ourselves to God. Ningependa kusema karibuni sana those who are watching us live. We are coming live from Christ Freedom Worship Center Mlolongo. Na ningependa kusema kwamba karibu sana wale wako nyumba, karibuni sana wale wako mtandao, karibuni sana na Mungu atawabariki asubuhi ya leo. Asante Bwana Yesu. Baba, tunakupenda asubuhi ya leo, tunakutukuza asubuhi ya leo. Hatuna mwingine kama wewe, hatuna mwenye uwezo kama wako Bwana. Baba, karibu asubuhi ya leo, karibu katamalaki, karibu Yesu kaonekane. Hatuna mwingine wa kujivunia ni wewe. Unastahili kuabudiwa Bwana, unastahili kuabudiwa Mfalme. Baba tamalaki, Baba tawala, tunakualika asubuhi ya leo. Wewe ni mwaminifu. Tungali kinywa chako useme na Mungu asubuhi ya leo. Just open your mouth and talk to God. That this first service the Lord may speak to us. Bwana akaseme nasi, Bwana akatuonekanie. Utukufu na heshima zikamrudie. Hakuna mwingine kama yeye. Baba, asante asubuhi ya leo. Tunakupenda, tunakutukuza. Tunakualika kwenye ibada ya asubuhi takatifu, ya kwamba Yesu katika nafasi ya kwanza, ya kwamba Yesu ukawe kiongozi wetu, ya kwamba Yesu ukawe kiongozi wetu asubuhi ya leo. Ukaanze nasi mfalme wa falme, hadi mwisho wa ibada hii tunasema wewe ni Ebeneza. Bwana, tufuate kwenye mtandao Bwana, mahali pote walipo katika mbele zako Bwana. Ibada hii ikawafikie Bwana, ikakweka chanzo katika maisha yao Bwana, ikabadilisha maisha yao Bwana. Kuna watu wameweza kumaendelea sana mtakatifu. Kuna watu wameteseka sana Bwana. Naomba kwamba asubuhi ya leo kwa Bwana, ukaguze maisha yao, ukaguze mawazo yao, ukaguze mioyo yao katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana, asante Mfalme wa falme. Asante mtakatifu, asante Bwana majeshi. Asante Yesu. Just talk to God. Sema na Mungu wako asubuhi ya leo.
Bwana katika moyo wangu asubuhi ya leo. Baba yangu nakupenda asubuhi ya leo. Father, I worship because Almighty. Thank you for the gift of God this morning, O Lord. Thank you, my Father, for your grace in my life, O King of glory. Asante kwa neema na kibali umenipatia asubuhi ya leo Bwana. Nasema Bwana, chukua nafasi ya kwanza kwa moyo wangu. Na Bwana kupata ibada ya kuuza ufalme. Ibada hii ya asubuhi Bwana Yesu, ukaguse maisha yetu, ukabadilisha maisha yetu. Mungu tembea nasi mfalme wa falme. Natakaza kwa kinywa changu Bwana. Natakaza mawazo yangu Bwana. Natakaza moyo wangu mfalme wa falme. Natakaza asubuhi ya leo ya kwamba hakuna ufalme utakaoinuka. Hakuna ufalme wa kifo utakaoinuka Bwana. Bwana Mungu unakuwa kwa yetu. Ikapewa mpango maisha yetu. Kila ufalme wa kifo asubuhi ya leo, kila madhabahu ya kuzimu asubuhi ya leo, kila mahakama ya pepo asubuhi ya leo, inainua kwa damu ya Yesu Kristo. Haina nguvu, haina uwezo kwa maisha ya watu wako Bwana. Tunapoanza ibada ya asubuhi, inakuhitaji Mungu mwenye uwezo, inakuhitaji Mungu mwenye nguvu, ya kwamba Yesu tuko usukani kwa maisha ya mtu, kwa maisha ya watoto wako, kwa maisha yangu, baba tuko usukani kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu. Kila ufalme wa kuzimu, kila ufalme wa Lucifer, kila ufalme wa pepo, kila ufalme wa waganga na wachawi, na unyamazisha asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Tunapenda kujifunza mlango mtakatifu, nikapate nafasi kwa maisha yetu, nikapate muziki kwa maisha yetu, nikapate shamba iliyoandaliwa, nikapate nafasi kuzaa matunda katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. We worship you Adonai. We worship you Yahweh. Hakuna mwingine mwenye nguvu kama zako Bwana Yesu. Tunakualika asubuhi ya leo. Baba, tenda tukakuone Bwana. Baba, tenda tukakuone mtakatifu. Umbali umekuwa mfalme wa falme. Tunasema ni wewe tu Bwana. Na umbali umetufikisha Bwana. Tunasema ni wewe mfalme. Si kwamba si wema sana, si kwamba si wazuri sana, lakini pale umegharimu mkono wako. Kama ungekuwa kwa upande wetu, kama si wewe Yesu yuko upande wetu, Mungu hatungeweza, hatungeshinda vita, hatungeweza waganga, hatungeweza wachawi, hatungeweza waombea, lakini Bwana umekuwa upande wetu, umetembea nasi Bwana, umetushika mkono. Tuna sababu mahususi ya kusema wewe niyependeza. Hata asubuhi ya leo sina mwingine wa kumpenda, ninakupenda wewe Bwana Yesu. Sina mwingine wa kumwabudu, niko na wewe tu Bwana Yesu. Sina mwingine wa kumuinua, ni wewe tu Bwana Yesu. Wokovu wa maisha yangu, kama siwe kunikujia Bwana, nani angeniona Jehova? Kama siwe kunipenda, nani angenipenda Bwana? Kama siwe kunichukua, kama siwe kunikomboa, nani angeweza Bwana? Wazazi wangu wangeweza, mama yangu wangeweza, baba yangu wangeweza, mjomba wangu wangeweza, ndugu zangu wangeweza, dada zangu wangeweza, lakini wewe Yesu wa Nazareti ukanikumbuka, ukanionea huruma, ukamwaga damu yako msalabani kwa ajili ya maovu yangu. Baba, asubuhi ya leo nalia mbele zako na kuabudu Baba. Asante kwa msamaha wa dhambi. Mwanadamu nilikuwa nimeoza, nilikuwa nimepotea kwa dhambi, nilikuwa nimeharibika, nilikuwa nimeteseka. Yesu kanikumbuka. Hata asubuhi ya leo unaweza kumkumbuka yule ndugu, unaweza kumkumbuka yule dada ameteseka kwa maisha yake, ameanguka kwa maisha yake, madawa ya kulevya yamemwangamiza. Baba, natuma moto ulao. Wewe ni simba wa Yuda, Mungu anaye sirini Bwana. Ukumbuke yule ndugu, kumbuka yule dada, maisha yamekuwa si yake, madhabahu ya pale yameinuka, maagano mapepo yameinuka, anaota mtu anayempea usiku. Yesu, kama nikumbuka, kumbuka mtu wako, kumbuka mtumishi wako, kumbuka watoto wako. Asubuhi ya leo naachilia moto kwenye ufalme wa giza, naachilia moto kwenye ufalme wa kuzimu, naachilia moto kwenye maagano ya mapepo, kwenye ndoto, kwa damu ya Yesu naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto. Anga ya mbinguni ikaanza kutesa sasa, anga ya mbinguni ikatesa ufalme wa giza katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante asubuhi ya leo. Baba, asante asubuhi ya leo. Hakuna mwanaume kama wewe. Nimeona wanaume wenye misuli tinginya, nimeona wanaume wenye vifua vipana, lakini hawana uwezo kama wako. Nimeona wanaume warefu, nimeona wanaume wafupi, nimeona wanaume wanene, nimeona wanaume wakonde, lakini kwa hao wote sijamuona msiba wa Yuda kama Yesu, sijamuona mwanaume kama Yesu. Baba yangu, asubuhi ya leo nasema asante. Asubuhi ya leo
wewe tu. Kwa maisha yangu ni wewe, kwa huduma yangu ni wewe, kwa watoto wangu ni wewe, kwa familia yangu ni wewe. Yesu kaonekane, masaa yamefika. Ukachukua usukani, masaa yamefika. Yesu kaonekane. Asante Bwana na Bwana, asante Simba wa Yuda. Yule anayemtazama kwa mtandao, yule anayenisikia sauti Bwana, namwombea neno mwaka huu usiwe mwaka wa kawaida kwa maisha yake. Mungu, hiyo biashara amenyang'ana ianze kupanda ngazi, hiyo biashara ameteseka nayo ianze kupanda ngazi, ianze kunawiri sasa. Kuna mikakati ameweka mwaka huu, hakuna kitakachoharibu mpango yake. No food of abortion in our plans, oh God. No abortion in our plans, no abortion in our plans. I declare, my Father, those who expect my Father of you, you will perform your miracle. You want to meet their needs, oh God, in the mighty name of Jesus Christ. I have put every seed that the devil has planted in our lives, in our churches, in our marriages, in our family. Every spirit of divorce, I command you out of the churches. Every spirit of divorce, you have no power here. I declare by the anointing of the Holy Ghost, every spirit that the devil has released in the house of God, I command you out by the power, by the authority based upon my life. I declare the blood of Jesus in our marriages, in our families, in our parents. I declare the power, the consuming power of the Lord. In the mighty name of Jesus Christ. Father, I worship you. Father, I glorify your whole name. You are Yahweh, you are Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You don't change, my Father. You remain the same, my God. You never, my Father, fluctuate. You are not a man to lie. I know this morning, my Father, you can do something great. You can do something marvelous. You can do something wonderful in our lives, oh God. In Jesus' mighty name, I commit every service that is taking place in Kenya and even outside Kenya, wherever people are gathering to honor God, to worship the true God. I speak power, I speak healing, I speak deliverance, that the Spirit of God will come down in power to confuse every idol worshiper, to confuse every Illuminati, to supersede every power, to suppress every power in the blood of the Lamb of God. Father, I bless you because it is done. Whenever they are gathered to worship you, may your power manifest, may your glory manifest, may the heavens come down, may the heavens come down, may the heavens come down in power in the blood of Jesus Christ. As we honor you during this, my Father, holy seasons of God, as we have dispatched, my Father, is the holy days of God, we say glory unto your name, glory unto your name, glory unto your name, glory unto your name. Utukufu ni wako Jehova, utukufu ni wako Bwana. Asante mfalme wa falme. We thank you, Jesus. We thank you, Jehovah God. We worship you, Lord. We worship you, Adonai. We worship you, Adonai. Tunapenda Bwana asubuhi ya kuisoma hasa kuzua pauti. Na hiyo mambo kama hiyo wako. It is about prayer. Someone talked to me that what prayer can do, nothing else can do. Whatever seems to be stuck in your life, chochote kinachoonekana kwamba kimekwama, nataka nikwambie mpendwa, by prayer it can move mountains. By prayer in faith it can change situations. Umeshinda ukisema hii haiwezekani, huu ungekuwa ugonjwa wangu, hii ingekuwa ni shida ya kwetu, hata kwa wale wanaoteseka, nimekuja kuambia asubuhi ya leo, by prayer, by prayer, by prayer, a prayer of push, something gonna happen in your life, something gonna happen in your marriage, something gonna happen in your situation, something gonna happen in your church, in the mighty name of Jesus Christ. Asante mtakatifu.
come before thy presence, O Lord. We pray for thy reign our minds, O God. Reign our families, O God. Reign, my Father, our churches, O God. It is not about us. It is not service, O God, we want to welcome thy presence. May we reign a special way. Reign a special way. Meet your servants, my Father, at the exact point of their needs. Those who are feeling unwell, I declare, my Father, divine healing. Those who are feeling, my Father, King of Glory, sickly, I command sickness out of their bodies, O Lord. By the blood of Jesus, we are free. By the blood of Jesus, every other covenant is destroyed, my Father, this morning. That's the reason of the word of God. May you speak to us, my Father, as our Father speak to his children. Speak to us, O God. Speak to us, my Father. And someone said, speak, Lord, for thy servant is listening. We are here, my Father, like someone. We are saying, God of heavens, speak, for your children are listening, O God. Speak, for your sons and daughters are ready to hear from you. Thank you, Adonai. Thank you, Yahweh, because you are mighty. Receive all the glory. Receive all the honor. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, somebody shout a big amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kupata nafasi nzuri keti. Na mimi naamini kwamba Mungu wetu ni mwema sana. He is a good God. He has taken care of us. We don't take it for granted. Hatuwezi kusema ni kwa nguvu zetu. Siwezi kusema ni kwa mamlaka yangu, ni kwa uwezo wangu. Lakini naweza nikasema it has been his mighty hand. Hallelujah. Amen. Imekuwa ni kwa sababu ya mkono wake. Ndio akaniambia haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi, lakini it's all about God. Hallelujah. Nataka niseme karibuni sana kwa nyumba ya Mungu. Bwana amewapa neema, mmefika, mko na mimi, mko salama. Karibu sana. Naona watumishi Mungu amefika. Mungu awabariki sana. Hii baada ya kwanza hata kama wanakuwa na the same people, the same no problem. Lakini leo kuna wale ambao wamejiunga nasi wageni. Naona ndugu zetu wako pale. Leo pia Maria mama katika nyumba. Na amini alisafiri salama. We are happy to see you back our daughter. Karibu sana. Tunakupenda sana kwa baada ya safari ndefu. Pia tuko na ndugu yetu alikuwa anasema amesafiri, anasikuchoka kama usingizi, lakini umeona kwa nyumba. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. It is about God. Hallelujah. Amen. Wanasema kwamba mtu mwanaume kamili ndio ambaye anatambua kwamba si kwa nguvu zangu, ni kwa nguvu za Baba. Hii kazi naifanya si kwa mimi msomi sana, si kwa mimi mzuri sana, it's about God. I remember sometimes when they call the interviews, wakiita mambo ya mahojiano ama interview, ili ufanyiwe ukaguzi, waone kama unaendesha gari vizuri, waone kama unafanya hiyo kitu ambacho unahitajika ufanye. Unapokutana pale mnakuwa wengi sana. Wale wanaenda interview wanajua mnakuwa wengi sana. Lakini kwa hao wengi unajipata ni wewe umechaguliwa. How do you feel? Unafikiri kafika na kuja ni kwamba this is God. It's not about me. Bwana Yesu asifiwe. And that is why it's good that we start with God. Wazungu wanasema kwamba all that starts well ends well. Jambo likianza vizuri, kuna uwezekano kwamba likaisha vizuri. Kwa hivyo kwa maisha yetu, let us learn to start well and we shall finish well. Niliambia watu Januari kwamba tuanze mwaka vizuri. Na tukianza mwaka vizuri,
tutamaliza vizuri. That a good beginning will mark the good ending. Hallelujah. Amen. So karibuni sana. Mungu awatie nguvu, Mungu awabariki sana. Kwa muda mfupi nataka kumalizia topic ambayo nilikuwa nimeanza. Leo haina mambo mengi, leo ni kuimalizia. Alafu ndio katika maombi tukisubiri siku ambayo tutakuwa tumeitenga ya kushiriki meza ya Bwana, and I believe God will bless you. Amen. But before nimalizie, ningependa kupitia kwa haraka yale ambayo tumeyakuzia. The main topic was about the Lord's table au meza ya Bwana. Hallelujah. Amen. Meza ya Bwana katika lugha ya Kiingereza tukasema ina majina matatu, kama sijakosea, 3 or 4, 3 names. They can be even 4. Tukasema number 1, it is called the Lord's table. Number 2 is called the Last Supper. Very good. Kumbe niko na watu wa class. Naleta mtihani. Naleta maswali. Ukipita na kupewa certificate. Hallelujah. So tumesema meza the Lord's table, we have the Last Supper. Ya tatu, the Eucharist. Very good. The Eucharist. Kuna ya 4. Kumbe ni 4. Kuna ile ya mwisho. Holy Communion. Very good. Bwana Yesu asifiwe. Kama mngekuwa wanafunzi ningewapigia makofi, lakini kwa sababu sasa ni wanafunzi, lakini kwa leo mtakuwa wanafunzi wangu tu. Hallelujah. So we have those 4 names, and most of the time, ama wakati mwingi umesikia mitandao, umesikia wakati mwingine wakishiriki meza ya Bwana, and mostly wanatumia Holy Communion. Unajiuliza, hii Holy Communion ni nini? Umeona wakipanda magari, wakipanda mabasi, wakienda kushiriki meza ya Bwana popote pale. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu wamefundishwa, wakajua umuhimu wa meza ya Bwana. Ile siku Mkristo atajua umuhimu wa meza ya Bwana, utawacha chochote kwa nyumba, useme hata kama sina chochote, nitafika nishiriki meza ya Bwana. Amen. Wala ambao wanajua ile siku ambayo anashikia meza ya Bwana, hata kama amelemewa kwa nyumba, anaambia mzee ama anaambia mke wake, tafadhali ukienda, ikiwezekana nitenge kadogo uniletee, uje nayo. Kwa imani nikishiriki na kwamba kama nina shida itaondoka. Kwa hivyo meza ya Bwana ni tendo la Kikristo na imani. Ni tendo ambalo linaashiria imani yako kwa Bwana. Ni tendo la ibada. Holy Communion itself is a service to God. It's a fellowship. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukasema kwamba kitu cha kwanza tukiangalia maana yake, tukasema the meaning of the Lord's table. Ya kwanza, it is a memorial of Christ's sacrifice. Kwamba ni ukumbusho wa sadaka ama dhabihu ambayo Yesu alitoa pale msalabani. Hallelujah. Nikasema alikuwa na uwezo wa kukimbia na kutoroka, lakini alisema for the sake of my people, for the sake of these children of God, kwa sababu ya watu ambao Mungu angependa kuwakomboa, I will lay my life for them. Hallelujah. Amen. Number 2 kasema it is a sign of the new covenant. Ya kwamba ni ishara ya agano jipya. Unapoweka agano jipya na Mungu, hata waende kwa waganga kuwekea maagano, wanapoita jina lako, ndugu yangu, wanaona kwamba ni Yesu anaonekana. And that is why some of us, hata mtu aende kwa mchawi akiita jina lako, haiwezi katokea. Hallelujah. Amen. Ni kwa sababu kuna maagano tulitoa, tukaweka agano na Mungu. Kwa sababu ya damu yake, nikaweka a new covenant. Mungu anapojaribu kuleta vita, anapata kwamba ulimwengu wa roho hakuoni wewe, anamuona Yesu. Hallelujah. Kwa sababu unapofanya agano na Mungu na Yesu, sasa yeye anakuwa hapa mlinzi wako. Unapotembea ako mbele yako, ako nyuma yako. Chochote kibaya kinachopata kinyume chako hakiwezi kufaulu. Kama vile Isaiah 54:7 inasema kwamba there is no weapon that is fashioned against you that shall prosper. Hakuna silaha itakayofanywa juu yako itakayokudhuru. Kwa nini? Ukishaweka maagano, sasa ni Yesu amefanya agano lake na wewe. Anakulinda, anakuwezesha ili kwamba hakuna chochote kibaya kinaweza kutokea. Namba 3 kusema kwamba is a proclamation of the return of his return. Ni kutangaza kurejea kwa Yesu
Kristo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukasema kwamba baada ya kutoa maana ya meza ya Bwana, tukaangalia nguvu ya meza ya Bwana. Tukasema nguvu ya meza ya Bwana inaleta ule kukua kwa kiroho, the spiritual nourishment, the spiritual growth. Unaanza kukua kiroho. Kama kuna mambo haukuwa unayafahamu, kwa sababu umefanya agano na Yesu ameingia ndani mwako, atakufunza, ataachilia roho wake ndani mwako atakaye kufunza. Unaposoma Biblia kabla ya kufanya maagano na Yesu, unasoma kama kitabu ndio uweze kuelewa. Lakini baada ya kufanya maagano na Yesu, unapochukua maandiko na kusoma, unaweza kusikia kama kitu kinakuongelesha. Ni kama kuna ufunuo unaanza kupatikana. Because now Yesu amechukua nafasi. So it's about spiritual nourishment. Ya tatu kasema kwamba a place of healing and restoration. Na Yesu asifiwe. Amen. Meza ya Bwana inaleta kuponywa. Kama kulikuwa na mambo ambayo yalikuwa yameiba na shida kwa maisha yako, kama kulikuwa na magonjwa ambayo yamekusumbua kwa maisha yako, unaposhiriki meza ya Bwana inaleta ukombozi, inaleta uponyaji. Isaiah 53 verse 5 inasema by his stripes we are healed. Kwa kupigwa kwa Yesu tumeponywa. Many have experienced spiritual, emotional and even physical healing when approaching the Lord's table with faith. Kuna watu wameponya nafsi zao. Kuna watu wameponya miili zao. Kuna watu wamekuwa na uponyaji wa kimwili kwa sababu ya kushiriki meza ya Bwana kwa imani. Hallelujah. Amen. By his stripes we are healed. Kwa kupigwa kwa Yesu sisi tumeponywa. Na kuponywa huko si tu kupona kwa magonjwa ya kawaida. Kuna magonjwa ya kawaida na pia kuna mambo ambayo unapitia na kuvuta moyo. So there is also spiritual healing apart from physical healing. Hallelujah. Amen. Na ukisema the word is sick, ni vile kusema wakati nimefundisha nikasema ukisema niko I'm very sick, it has so many meanings. One, inaweza kuwa magonjwa ya mwili. Ya pili, inaweza kuwa uko na stress. How do you find nini? You are very sick in the mind. Inaweza kuwa umepewa heartbreak na mtu. Hiyo pia ni you are sick. So any condition that makes you unwell, hauko sawa, it means you are sick. So when you welcome the blood of Jesus, inaanza kuleta uponyaji wa kimwili, uponyaji wa kiroho na uponyaji wa mwili. Hallelujah. Amen. Kitu cha mwisho pale tukasema kwamba it is a unity in the body of Christ. Inaleta umoja kwa mwili wa Yesu Kristo. Na la mwisho tukasema kwamba kupitia meza ya Bwana tunatangaza mauti ya Yesu Kristo. And I said there's nothing that makes God happy. There's nothing that makes Jesus happy when we remember his death and the power that took him from the grave. Hallelujah. Tunapokumbuka kifo cha Yesu na nguvu zilizomtoa Yesu mautini. Hallelujah. Tukasema alipokufa wakasema yote yamekwisha. Wanafunzi wakawa na wasiwasi sana. Wakawa wamejificha. Wameleka nyumba wakajifungia. Hawakuli, they were praying, they were fasting by force because of how the situation was. Lakini kufika Jumapili wakaambiwa kwamba sasa things have changed. He is not in the grave. Wakaanza kutangaza mauti yake. Wakaanza kutembea wakihubiri Injili, wakihubiri kwamba amefufuka, yu hai. Maaskari walipewa pesa waseme kwamba Yesu hajafufuka, ameibiwa. Lakini kama wadanganya, mwishowe uongo ulifika mwisho na ukweli ukajulikana. Kwa hivyo damu ya Yesu inapopigwa kwa mtu, uongo unajitenga, ukweli unaweza kupata kazi. Haleluya. Unapotangaza mauti, nikasema unapotangaza mauti ya Yesu Kristo kufufuka kwake, kama kuna mambo kwa maisha yako yalikufa, kama kuna mambo kwa ndoa yako yalikufa, hello, yale ambayo huwezi kuambia watu, kuna mambo yanakutesa ndani ya moyo, huwezi ambia hata mtu yeyote, hata rafiki yako karibu usimwambie. Haya ndio mambo meza ya Bwana inashughulikia. Kwa kutangaza mauti na kufufuka kwake, yeye anatangaza uzima kwa maisha yako. Kila ambao tumekufa kama
uzima kwa ndoa yako, anatangaza uzima kwa kazi yako. Wanapopanga ufutwe, anasema huyu ni mwanangu, him. Hata mfanye nini inabaki imara. Wanapokufanyia umbea, unasikia bosi sasa kupenda zaidi. Yaani wanakufanyia umbea ufutwe, ndiye anaanza kupenda zaidi. Anaanza kuongea vizuri kukuhusu. Anakusimamisha mbele yao, anasema kwamba unaona huyu tumetoka naye mbali. Yes. Kwa hivyo tukishiriki meza ya Bwana tukiwa tumejua, inaweza kuleta maana sana kwa maisha yetu. Jambo la mwisho leo tunaweza kukutana tuzungumzie kuhusu how to approach the Lord's table. Ni jinsi gani tunafasa kuiendea. How do we approach the Lord's table? Now that we know the meaning, tumejua maana yake. Tumejua meza ya Bwana ni nini? Tumejua nguvu za meza ya Bwana. Number 3, what should we do? Je, tufanye nini? Tushiriki meza ya Bwana kwa njia ipi ndio tusikosee? Maana tunasema kwamba wengi wameshiriki meza ya Bwana kwa kutokujua, na wengine wao they have already fallen. Wameanguka, wamepungukiwa, hata wamekufa kimwili kwa sababu they approached the Lord's table without knowing what they are supposed to do. Kwa hivyo leo tunazungumzia kuhusu, kimalizia tunazungumzia kuhusu how to approach the Lord's table. 1 Corinthians 11. First Corinthians 11. Nitaanzia mstari wa 27, lakini ukianzia 23 itakueleza mambo mazuri sana kuhusu meza ya Bwana. Sasa kwa mpaka Kiswahili unaweza anzia 23, wala ambao hawakuwa tuweze kupata yale ambayo tulikuwa tumesoma, itatusaidia sana. Nisome 23 hadi 26, alafu kisha baadaye tuenda kwa 27. Karibu sana pastor. Wakorintho wa kwanza 11 kuanzia mstari wa 23 hadi 26, kisha baadaye tuendelea na 27. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana, yes, niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa, yes, alitwaa mkate, naye akaisha shukuru, akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mnywapo mkate huu na kinywea kikombe hiki, waitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Amen. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Munatangaza mauti ya Yesu Kristo hadi kurudi kwake. Inaleta matumaini kwamba alikufa lakini hakubaki kaburini. Kuna siku atarudi, ambaye atakuja kama kuhani, atakuja kama mfalme, atakuja kuchukua. Akasema kwamba 25, this cup is the new covenant in my blood. Kikombe hiki ni agano jipya kwa damu yangu. Hallelujah. So whenever you are taking the Holy Communion, unaposhiriki meza ya Bwana, unajiunganisha na Yesu mwenyewe. Unaweka maagano ya Yesu mwenyewe. Na nikapenda mifano ya maagano. Nikasema kwamba katika ndoa mkubaliane kuishi pamoja, hilo ni agano. Katika ununuzi wa shamba, ukienda kununua shamba lazima kuwe na witness, kuwe na wale ambao mna agreement. Hiyo ni agano. Bwana asifiwe. Amen. Nikasema ukipewa kazi ya ofisi, mnaandika kandarasi kama contract. Kandarasi, hiyo ni agano. Kwa hivyo Yesu akaleta agano ambalo la kiroho. Ya kwamba unaposhiriki kwenye agano hili, sasa umeweka agano jipya, na agano jipya kwa damu ya Yesu lina uwezo na nguvu ya kuadhibu maagano yote yale. Hata kama ulipelekwa mahali ukasema kwamba huyu hatafaulu, huyu hataishi vizuri, huyu ndoa yake lazima iwe na shida, ukiweka damu
Haleluya. Amen. Kwa hivyo tukasema kwamba how do we approach it? 27 Pastor, verse 27. How do we approach it? 27 to 30. Yes. Basi kila aulaye mkate huo, Yes. au Kila mmoja anayeula mkate huo au kinywea kikombe hicho au kukinywa kikombe cha damu ya Yesu cha Bwana sivyo stahili, isivyo stahili, kukishiriki isivyo stahili. Labda umeona watu wanashiriki ukasema hata mimi nitashiriki, na ujui maana yake. atakuwa amejipatia hatia Atakuwa amejipatia hatia maishani mwake ya mwili na damu ya Bwana, ya mwili na damu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo umehesabika uko na hatia kwa sababu ya mwili na damu ya Yesu, maana umeitumia kwa kutokujua. lakini mtu ajihoji mwenyewe, Mtu ajipeleleze moyo wake kabla ushiriki meza ya Bwana. Unaanza kujiandaa. That is why in Christianity inafaa tuwe na msimu wa kujiandaa, kama 1 week ama 2 weeks ya kujiandaa kwamba meza ya Bwana inakuja. Unaanza kuandaa moyo wako. You start repenting all the omission and commission sins, dhambi ambazo unazijua na zile ambazo umefanya bila kujua. Unaanza kutubu, unajiandaa vizuri. na hivyo aule mkate na kukinywa kikombe. Kwa hivyo jioji kwanza kabla ule mkate na ule kikombe. 29. Maana alaye na kunywa kula na kunywa hukumu ya nafsi yake. Anayekula na kunywa huleta hukumu kwa nafsi yake. Kama umefanya isiyostahili, umeleta hukumu kwa maisha yako. Unapokunywa kwa kumaanisha na kwa kuelewa, unaleta ukombozi kwa maisha yako. Kwa kuto kupambanua. Yes. Yes. Kwa sababu hiyo wako wengi wenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadhaa wamelala. Nafika kati. Asante sana. Rudia 29. Yes. Maana alaye na kunywa kula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kutokupambanua ule mwili. Yes. Kwa sababu hiyo wako wengi wenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadhaa wamelala. Yes. Asante mchungaji. Amen. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself. Unaposhiriki kwa njia ambayo haistahili, unajiletea hukumu. Nor discern the Lord's body. Number 3 nasema, for this reason many are weak and sick among you and many asleep. Wengi hawajiwezi, wamekuwa wagonjwa, wengine wamekufa. Asleep, wengine wamekufa kiroho. They are already dead. Hata kama wanatembea kwa maji na waona, but spiritually they are dead because they took the blood of Jesus, they took the blood of Jesus Christ in an unworthy manner. Walichukulia kwa mzaha, hawakuchukulia kwa kimaanisha, hawakuwa wamejiandaa vizuri. Because remember, hii ni damu ya Yesu. Ni kama uchukue dosi ya magonjwa ambayo si hiyo ukunywe. Yaani wewe una ugonjwa tofauti na unachukua dosi ambayo si ya huo ugonjwa unaweka kwa mwili wako. Itafanya kazi? Haitafanya kazi. Lakini ambayo ile ambayo itafanya inaweza kuleta madhara zaidi kwa mwili. Si kweli? Now let me tell you, the blood of Jesus is like medicine. So you have to follow the doctor's prescription. Lazima ufuate masharti ya daktari. Haleluya. Lakini ukishiriki bila kufuata masharti, unasema wengi wamepatikana wamekufa. Wengi wamekufa kiroho kwa sababu they partook the Lord's table without full understanding, without repenting, without preparation. Ndio maana nikasema kwamba kabla tufike Easter holiday, lazima tujifundishe kwanza, ili mtumishi wa Mungu aweze kutambua kwamba maana ya meza ya Bwana ni nini, ina nguvu gani, ina nguvu ya kuharibu na nguvu ya kujenga. The way you will take it. Inaweza kuharibu maisha yako kabisa ukitumia kwa mzaha, na inaweza kufanya maisha yako kuwa katika mambo kingine ukitumia kwa uaminifu na kwa upole. Hallelujah. So let us prepare our hearts
Let us prepare our minds. Mungu si Mungu wa kuwili. Kama umeamua ni Mungu, amua na moyo wako wote pale maisha yako Bwana. Na kama umeamua unajaza kando kando, ni vizuri wa kujua vizuri. Kuwa kando, tembea kwa kando tukijua wewe ni mbaya. But Mungu hapendi watu ambao wanashika huku na wanashika huku. Wazungu wanasema kwamba you cannot serve two masters at a go. Huwezi tumikia mabwana wawili wakati mmoja. Hata kama wewe ni mwanamke, uko na fika kubwa, uko na kifua pana, uko na umebebea kwa jirani, you cannot serve two masters at a go. Kama kunaye akwambie, hata unadondoka kwa mtandao, kama kuna mwanamke anaweza akashughulikia wanaume wawili at the same time, aseme. Yaani mwanamke mwingine amelala huku, mwingine amelala huku, mwanamke katikati. It can only happen to ladies. Si kwamba naongea, lakini it can happen to ladies. Ni kweli. Mwanamke ama wanawake wanafahamu waelewane. Wasema sababu sio napenda huyu mwanaume kama ndugu yangu hapo, aseme ndugu yangu sababu tunakupenda, wacha mimi nikae huku, huyu akae huku on the same bed. Inafanyika kwa nje. Yes. Inafanyika. Lakini wanaume wawili waelewane. Waseme sasa bwana Jeff, wewe unalala hapa, alafu wewe utakaa kando huku, alafu ngoje saa unless the rapist. Unless wana ambao wana rape. So you cannot serve two masters at once. Hivyo ndio naomba kiroho yako. Huwezi kumtumikia Mungu ili hali wewe uko njia ya kando kando. Mungu anachukia hiyo kabisa. Ukishiriki meza ya Bwana na wewe ni mtu wa njia mbili, wewe ni mtu ambaye uko shetani, uko kwa Mungu, mwisho utashetani mauti mwenyewe. Oh yes. Hata kama si mauti ya mwili, utaanza kufa kiroho. Maana kabla Adamu na Hawa kufa kimwili, walikufa kiroho. Maana wasema kwamba immediately they ate the fruit, what happened? They realized they were naked. Walipokula tunda hivi tu wakatambua wako uchi, kwa sababu walikufa kiroho. So kuna mambo tunafanya kama Kristo hatuelewi, hatufahamu, bila kujua kwamba tunajiletea mauti ya kiroho. Unaweza kuwa kanisani lakini ulikufa kitambo, wewe ni mfu. Ibada yako ya mazishi ilifanyika kitambo karibu na kiroho. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. It's good for us to teach each other. We understand. Ili kwamba shetani asipate nafasi ya kutuonyesha kwa maji, ya kutuonyesha kwa matope. Yana kujua ni kama wewe ni mpira miguu. Anakuchukua hapo brother, anakuweka pale chini, shetani anakuweka pale chini, anakugonga vizuri kabisa, anakupiga mateke kama mpira. Hallelujah. Kwa hivyo tukielewa maana ya mbele za Bwana, jinsi ya kuifanya na nguvu ambazo inabeba, na kuambia ukiwa na hiyo imani, unaposhiriki ukitoka hiyo ibada haubaki jinsi ulivyo tena. But why do we celebrate the Lord's table and we remain the same people? Why do we baptize? We are baptized. Tumebatizwa lakini kwa kama ni kuogelea. You are the same in fact you are pastor. It's because you wanted to please me as a pastor. You want to make the number. We are not here to make the number. Hatuko hapo kutafuta umati. Kwa hivyo tendo la kubatizwa, tendo la meza ya Bwana si kuongeza namba. It's about spiritual life. It's about spiritual battle. Kama hujui usihusike until you have come to the full understanding of what it is. Then you can partake. Hallelujah. Amen. So with reference to self-examination, jihoji wewe mwenyewe kwanza. Let a person examine himself then and so eat of the bread and drink of the blood, the cup. We must search our hearts, repent our any sins. Any sins, remember it is any sin. Unaweza kumwona huyu muombea sana, sema hii ni dhambi sana. Lakini wewe ambao unayafanya kando kando ya wakuoni, maybe you are the worst. Yes. So we repent of any sin and ensure we are in the right standing with God and others. With God and others. Si kusema mimi na Mungu wangu, no.
You cannot say you love God, yet you don't love the one you can see. You don't love the brother you can see with your own eyes. Hauwezi kudanganya kwamba unampenda Mungu ili hali jirani yako ambaye unamuona kwa macho unamchukia kama nini? No. Inasema kwamba make sure you are right standing with God and others. Yes. Hallelujah. Amen. Number 2, with faith in Christ, Christ's finished work. Ukiamini kwamba kazi ya msalaba ilimaliza yote. The power of the cross finish it all. Mbele kasema yote alimaliza yote msalabani. Yote alimaliza yote msalabani. Oh, shida zangu zote alimaliza yote msalabani. Yote alimaliza yote msalabani. Communion is not just a ritual. It is not just a ritual. Sio sherehe tu. Hallelujah. Si tendo tu. Yes. It's not just a ritual. It is an act of faith. We must partake, believing in the power of Christ's sacrifice, yes, to cleanse and heal and restore us. Yeah. Lazima tushiriki tukiamini kwamba nguvu za Yesu Kristo zinatuponya, zinatukomboa, zinatupeteshea. Yeah. Hallelujah. Miaka ambayo iliwa na nzike, by the power in the blood of Jesus, by the power in the blood of Jesus, by the power of the blood of Jesus Christ, when you believe, whatever was eaten by the cankerworms zinarejea zote, whatever was eaten by caterpillar zinarejea zote, by power. It's not by choice. Brother, it's not by choice. Yes. And we beg the devil, please, no. Hakuna batini hapo. Once you know the power in the blood of Jesus, you tell the devil, I know you. You have got no power here. By the blood of Jesus, I am healed. Amen. Hallelujah. Amen. Sometimes when I'm asking you, nasema kama mgonjwa. Nakumbuka damu ya Yesu. Hiyo ndio kitu pekee. When I remember the power that is the blood of Jesus, kama ni kitu naambia, by the power of the blood of Jesus, by the sacrifice Jesus gave because of my life, sickness disappear, not tomorrow but now. Yes. Na hivyo napona. Yes. Ukisikia nimepigia pazazi na wewe hata nisaidie maombi ndio asikie ni kama nimelemewa. Hiyo inatikisa imani yangu. Lakini bure nikisikia sasa nimefika mwisho, naambia shetani, no bargaining here. I believe in my heart I am a child of God. I carry who I am in my life. I represent heaven, and therefore the devil, I have no business with you. Yes. He must pack his load and go. Amen. Hallelujah. Amen. Nikipenda kutia moyo mpendwa, shetani ametuona kwa sababu hakujielewa sheria ya mbinguni. Ni kama ni Mkenya na hujui sheria ya Mkenya, haujui katiba ya Kenya inasemaje. Ukikubali na hao wenye wanajua sheria watakutesa sana. Watakutesa sana. Anakuambia my friend, tu umefanya makosa kubwa sana. Leta response. Sasa kuangalia kwa macho hivi. Wewe unafanya nini? Waone kama unaelewa ama uelewi. Sasa hapana. Ukianza kusema akakajui, watakunyanyasa sana. Because you don't know your rights. But if you know your rights, you will say, I know the constitution. Hii unasema ni makosa, twende kotini. Yes, I know how to speak. Najua kuongea, twende kotini. Sema, acha tumalize hii maneno. Nasikia naisha. Lakini kama hujui your rights, kama hujui your rights, shetani atakufinya. Wako ukubali kufinyika. Kwa hivyo anakuja, wale mayo na dogi. Dogi kabla ya kuume, alikuwa anakuangalia kwanza. Ama ni kama anakutisha kidogo. Hapo unafanya nini? Unasikia umejivunja. Atakukujia kama nini? Na usipochunga, ataona makalio. I'm telling you. Yes. Lakini anakuja anasema, unamwangalia. Anasema, unamsongea. Anasema huyu labda ni mkubwa kuliko. Unasikia anakuja mkia ndani, shwip.
anakwenda. Haleluya. Hivyo ndio kiroho pia iko. Shetani anakulisha kwanza. Alete headache. Kitu kama inapasuka. Ile wewe unasema ni kama kitu nataka kuniua. Si umeanza kwa kile shetani. Hili kama inamaliza. Ndio anaongeza pia tena. Nasikia imeongeza na tumbo. Mama watoto, nitete nao kidogo hapa. Ni kama nakufa. Hiyo unakubana shetani. Anakutisha, unatishika unasema mimi nimekwisha. Ndio atakufika mpaka ushangae. Yes. Ukimweka kwa nyumba utaamka. Ningependa kutoka mpenda ujue tuna jina. The Bible says in Philippians, we have been given a name. Yes. Above any other name. Yes. By the mention of the name Jesus, every knee has to bow. By the mention of the name Jesus, every knee, every tongue has to confess that Jesus is Lord. Hili ndio tumepewa jina kubwa, jina rahisi. Kuna majina lakini kuna jina moja. Yes. Kwa hiyo usikubali shetani akutishe mtu wangu alafu nakimbia. Akutishe wewe pia mtishe. Yes. Anakutisha wewe pia mtishe. Mwisho atakula bila dawa na nilo sio kwa macho. Ayubu alitishwa. Shetani akakuja akasema nakuza familia. Akaua wote. Akakuza wanyama akaua wote. The man was rich. Lakini hakutishika. Mkewe akamwambia, why don't you cast God and die? Yaani kama kaona ni kule nani? Na mwana inaitwa nini? Mjane. Yaani mke akaona heri niwe mjane, at least wanaume watanipenda tena kuliko niwe na mwanaume ambaye anisaidii. Sio kama mnanielewa? Yaani watu hawezi kunikatia kwa sababu najua mimi ni mke wa wenyewe. Lakini akikufa watanikatia kwa sababu niko single. Yaani kumbe mke anza kuishi hivi. Wanaume tuko tayari kwa Mungu atusaidie. Yana you are sweetheart, you are honey, you are darling. Anafika baada afikiria aseme, wewe mzee. There's nothing helping me. Mzee. Wewe kwa kijikundi uende bwana. At least unaweza kuonekana hata kula vizuri. Tarudi soko. Lakini Ayubu akasema, naked I come, naked will I go back. Yes. Uchi nilikuja na uchi nitarejea kwa Baba. Nishukuru jina la Bwana. Akatingiza shetani, akasema huyu simuwezi. Akakuja mke wake, akarudi. Mungu akasema, now because I have a covenant with you, I will restore whatever the devil had taken it. Mali yake yote, ililetea yote, tena maradufu. Maana tunamweza kwamba it was multiplied. Kama alikuwa na 10 inakuja 20. Double. Yes. Bwana asifiwe. Amen. That is what the blood of Jesus can do as I wipe up. That is what the blood of Jesus can do. Bwana asifiwe. Amen. Ya mwisho kabisa. Tushiriki meza ya Bwana kwa moyo wa shukrani na furaha. With gratitude, thanksgiving and joy. Yaani kama unafurahia kitendo hicho usema kwamba leo natangaza mauti ya Yesu. Ndio ndio natesa yote leo nayazika. Kwa kaburi la sahau. I've taken the Holy Communion. There's no sickness in my life. I've taken the Holy Communion. There's no vita kwangu. Yaani unaanza kutangaza mapema. Kama pasta ametangaza kwamba Sunday the Holy Communion, wewe unaanza Friday. Naanza kutangaza hakuna pepe kama niweza. When I protect that, inakuwa mtu tofauti. When I take that, kama kuna magonjwa yametikisa kwa mishipa yangu kwa damu yangu, tena akasema kuna magonjwa wa damu, hakuna kitu kama hiyo, nakanusha maagano. Inapokuingia inaosha kila kitu. Acha niwaambie kitu. Watu wanaamini kule dawa ni shamba. Dawa kienyeji, si ndio? Unaweza kuosha sio mifupa, unaweza kuosha sio pipes. Unaelewa? Mafigo nini? Watu wanaamini kabisa. Wacha nikwambie jambo moja. Damu ya Yesu ni zaidi ya hiyo dawa ya kienyeji ukiamini. Yes. Inapokuingia inaosha kuanzia kwa kidney failure, inaosha mafigo zote, hata kama watu huko inaosha yote, inakuacha ukiwa salama kwa imani. Yeah. Hiyo
dawa kijiwe inakuponya kwa sababu unaiamini sana. Tuchukue katika imani tuweke damu ya Yesu, wewe inafanya. Yes. Hallelujah. Amen. So let us understand the power that's the blood of Jesus. When we partake it, mtakuwa na ushuhuda. Believe me, mtakuwa na ushuhuda. So it is a solemn moment. It is also a celebration. We rejoice because Christ's death brought us life, and we anticipate His glorious return. In conclusion, the Lord's table is a divine invitation to experience the presence, the power, and the promises of Christ. It is a moment of reflection, hallelujah, renewal, and rejoicing. As we partake, may we do so with hearts full of faith. Yes. Tushiriki na mioyo ambayo imejawa imani, gratitude, shukrani, and love, upendo, knowing that we are remembering Christ, proclaiming His death, and anticipating His return. Tukitangaza mauti yake na kuweka matarajio kwa kurejea kwake mara ya pili. Hallelujah. That is the power of the blood of Jesus. May God bless the word. Amen. Hallelujah. Amen. Mimi nimekufundisha kufikia pale nimaliza siku ya 3, nikufunza kuhusu meza ya Bwana. Yes. Na kama haujaipata vizuri, kuna kitu labda siku au kwa haya mambo yamerekodiwa. Najua weke kwa Facebook. Go to Facebook, type Evangelist Juma. Utapata pale mafundisho yangu tukianza siku ya kwanza. Kama huwezi fika pale kwa kiombo kwa Smart TV, enda YouTube channel, search Evangelist Juma kwa Smart TV. Utaipata pale, usikize polepole ya kuelezee kabla tufike siku ya meza ya Bwana. Hatuwezi tukawa sisi watumishi wa Mungu na tunafinyiwa na shetani. Hiyo tukatae kabisa. Anza kukataa kuanzia tu leo. Unaambia shetani, nimekujua wewe ni kama kadoki tu, hata wewe si simba, lakini Yesu ni simba. Shetani kadoki, Yesu ni simba. Toki na simba, nani mwenye nguvu? Simba. Simba. Yes. Kwa hivyo ndio tunataka kufanya. Simba atokea. Unasikia ndio amekuja kukia, anatafuta mahali pa kujificha. Hivyo ndivyo Mkristo ambaye anaamini Yesu. Unapotokea hivyo, vitu vingine kwa anga ya roho yaanza kutoka mapema. He's a roaring lion. Wanasema he is the Lamb of God, but sometimes he cannot come as a lamb because a lamb is so humbled. So sometimes Jesus is a lamb, but he can come as the lion now. When you touch the anointed, ukikusa mpaka mafuta wa Bwana, Yesu hatakuja kama mwanakondoo, atakuja kama simba. Atakuja kama baba. Ndiye atatokea pale. Hallelujah. Amen. May we stand up. Simama juu. Tumalizie ibada ya kwanza. Mungu awabariki sana. Mungu awatie nguvu. I can see people coming for the second service. We love you so much. We cherish you. Those who have been following us online, this is Evangelist Juma. We are coming live from Rongo. We are here, phase 3. Karibu na Australia Kanjo. If you want to pay a visit, you can come, join our service. Here we teach the Bible. No any other thing. When you join us, you will experience the power in the blood of Jesus. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo Mungu awabariki sana wale mtandao. As you keep watching, may the Lord see you. Welcome and welcome. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wala ambao kwa nyumba, usishangae tukiongea na wale ambao wako hawai.